Siku zilipita na Lowe ikarudi katika utulivu wake wa kawaida. Upepo ulipopita katikati ya miamba haukulia tena, ulivuma tu kama pumzi ya msitu. Lakini ndani ya Baraka kulikuwa na kitu hakikutulia. Alianza kusikia mwito wa ajabu, si kwa masikio bali moyoni. Kila alipojaribu kupuuza, aliona ndoto mpya: jiwe lililopasuka, alama ya duara iliyochorwa ardhini, na kivuli kidogo, si cha kutisha, kilichokuwa kikimtazama kwa shukrani. Usiku mmoja, akiwa amekaa peke yake, Baraka alisikia mlio wa hatua nje. Alipotoka, alimuona yule mzee akimsubiri chini ya mwanga hafifu wa mwezi. Msitu haujamaliza kazi yake, mzee alisema bila salamu. Uliufunga mlango mmoja, lakini mwingine bado uko wazi. Baraka alihisi baridi ikipita mgongoni. Mlango gani? Mlango wa walinzi, mzee akajibu. Kuna watu wachache sana ambao msitu huwachagua, si kuwatisha, bali kuwakabidhi jukumu. Walitembea hadi ukingo wa msitu, pale ambapo miamba miwili mikubwa ilisimama kama milango. Katikati yao kulikuwa na alama ya duara iliyochongwa ardhini, ile ile Baraka aliyokuwa akiiona ndotoni. Alama hii huonekana tu kwa aliyechaguliwa. Usiku wa leo itafunguka. Ghafla, upepo ulivuma kwa upole. Majani yakasogea taratibu, kana kwamba msitu ulikuwa ukisikiliza. Ndani ya duara, kivuli kidogo kilionekana. Safari hii hakikuwa na macho yanayong'aa kwa hofu, bali mwanga wa upole kama mshumaa. Baraka alisogea mbele. Sijaingia kukimbia, alisema kwa sauti thabiti. Nimekuja kusikiliza. Kivuli kikainua mkono, ishara ya shukrani. Kisha taswira mpya ikajitokeza. Watu wa zamani wakilinda eneo hilo, wakiheshimu msitu, wakisimulia historia ili isisahaulike. Ilikuwa wazi, kivuli hakikuwa adui, kilikuwa kumbukumbu. Mzee alimpa Baraka kifaa kidogo cha mbao kilichochongwa alama ile ile ya duara. Alisema, hiki si hirizi ya kujilinda, ni ishara ya uwajibikaji. Kuanzia leo, wewe ni msimulizi. Msimulizi? Baraka aliuliza. Ndiyo, historia zikisahaulika, vivuli hurudi kwa hasira. Zikisimuliwa kwa heshima, hulala kwa amani. Upepo ulisimama, kivuli kidogo kikayeyuka kama umande wa asubuhi. Duara likafifia na ardhi ikarudi kama kawaida. Tangu usiku huo, Baraka alianza kukusanya vijana wa kijiji, akisimulia historia za Lowe, si za kuogofa, bali za kukumbusha. Aliwaambia juu ya heshima, unyenyekevu na kusikiliza kabla ya kukataa. Na jambo la ajabu likatokea. Msitu ukaonekana wenye uhai zaidi. Ndege wakarudi kuimba mapema. Upepo ukawa laini. Lakini wakati mwingine, Baraka akipita karibu na miamba ile, huona kivuli kifupi kikimwangalia kwa mbali. Hakimtishi, humpa ishara ya amani. Na hapo Baraka hutambua, kivuli cha Lowe hakikutoweka, kilibadilika. Je, jukumu la Baraka litaishia hapo au msitu una siri nyingine inayosubiri kusimuliwa?